هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل، لساني وثغري صفي جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakia nafsi ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rahma na amani, tumshukuru Allah ambaye ametujalia tukaifika hii ni siku, ikiwa ni siku ya pili tangu tulipoanza majalisul ilm. Vikao hivi ni vikao vya kheri, ni vikao ambavyo tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunajikumbusha mambo kadha wa kadha, na pia vile vile kikao hiki cha hii wiki ni mahsusan kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jana tulifanya taarifi kidogo kumhusu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tukasema ili uwe Muislamu mzuri, ili uwe mwanadini mzuri wa Kiislamu, basi ni ujifundishe historia ya Uislamu. Historia ya Uislamu haiwezi kukamilika kama hajatajwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi tutaanza kumjua mtume Muhammad kuanzia mwanzo, alivyozaliwa, amezaliwa wapi na kuendelea. Na hivyo ndo taarikhi tunavyoianza na historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, ulida fi Makkah, alizaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Makkah, shahri Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo sita. Kiswahili huwa tunasema hivyo, mfungo sita, si ndio? Lakini Rabi'il Awwal, Rabi'il Awwal ukirudi katika kalenda ya Hijri ni mwezi wa tatu, ni mwezi wa tatu katika kalenda ya Hijri. Min amil fil, mwaka ambao unajulikana ni mwaka wa ndovu. Ukaitwa mwaka wa ndovu kwa sababu kuna haditha, kuna tukio lilitokea katika huo mwaka, na watu wa zamani ilikuwa kukitokea jambo ambalo si la kawaida katika huo wakati, wangeanza kutumia kalenda yao kuanzia huo wakati. Kuna wengine wanatumia kalenda yao kwa matukio ya sokoni, kuna wengine wanatumia kalenda yao kwa matukio ya ajabu kama ni janga fulani limefanyika. Na ndipo ukakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa katika mwaka ambao kulitokea tukio la watu kujikusanya na kuitaka kuivunja Kaaba, wakiongozwa na bwana mmoja anayeitwa Abraha. Ataka kuvunja Kaaba
wakaja na ndovu mkubwa kabisa ili waiangamize Kaaba. Kaaba ilikuwepo hata kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa, iko tangu mwanzo Kaaba. Sasa hawakuweza kuivunja, bali Mwenyezi Mungu aliilinda. Katika vitabu vya tarikhi ailinda Kaaba ammi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Alikuwa na mifugo yake pale ndani na vitu vyake amehifadhi ndani ya Kaaba. Jeshi lile laja kuivunja Kaaba, wakamwambia Abraha, leo nyumba nini, Abu Talib, nyumba yako leo yavunjwa leo. Akamwambia msivunje kwanza, ngojeni nitoe vitu vyangu, ngamia zangu, vitu vyangu ambavyo kwamba vilikuwa ndani yake. Anasema akavitoa. Akaulizwa, na mbona Kaaba unaiachia nani? Akasema walil Kaaba rabbun yahmihi, lakini Kaaba iko na Mungu wake atailinda. Akajitoa mbali. Kwa hivyo ikateremshwa sura nzima kuhusu tukio hilo, inaitwa Suratul Fil. Suratul Fil katika Qur'ani kuna Suratul Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ila akhir sura. Allah subhanahu wa ta'ala sema, huoni Mola wako alivyowafanya wale watu wa ndovu? Walitaka kuivunja Kaaba kwa ubaya na kuiangamiza, lakini Mwenyezi Mungu aliilinda. Allah asema wa arsala alaihim tayran ababil, akawatumia ndege hawa wakaja wakawashambulia na mawe kutoka kwenye moto wa Jahannam, tarmihim bihijaratin min sijil. Wale ndege ikawa wanawarushia vijiwe kutoka kwenye moto. Matukio yake au matokeo yake yalikuwa vipi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Mwenyezi Mungu aliwasambaratisha kabisa, akawavuruga kupitia silaha zile, mpaka ikawa ni kama nyasi zilizotafunwa na ng'ombe na zikatemwa. Yani aliwasambaratisha kabisa. Sasa huu mwaka ndo anazaliwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amul Fil, huu mwaka wa ndovu. Mwaka wenyewe ilikuwa ni qabla 53 sana min al-hijra, ni kabla ya miaka 53 kabla ya hijra kufanyika. Yani wulida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabla 53 sana ila al-hijra, kabla ya miaka 53. Yani kumaanisha alizaliwa akaishi miaka 53 ndio hijra ikafanyika. Sawa, tutaipiga hiyo hesabu baadaye, tutaona. Ma yuwafiqu sana, ambayo inaafikiana na mwaka wa 570 au 571. Najua kutengeza historia si rahisi, naweza kuwa na shaka kidogo, ni mwaka huu au ni mwaka ule mwingine, lakini bracket iko hapo 570 AD. 570 AD azaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida yatimul ab, alizaliwa akiwa ni yatima. Babake alifariki kama yeye bado yuko kwenye tumbo la mamake, lakini akamkosa mamake pia katika mwaka wa 6 baada ya yeye kuzaliwa. Inasemekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ndani ya tumbo la mamake akiwa na miezi mingapi? 3.
akiwa na miezi mitatu babake anafariki, anabaki na mama. Mama pia baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa aliishi miaka 6 peke yake. Baada ya miaka 6 na yeye pia akaondoka hii dunia. Kwa hiyo ikakuwa ni yatima, hana baba wala hana mama. Hivyo basi akabaki amelelewa na babu yake, ikabaki kwenye mikono ya nani? Ya babu yake. Na hiyo si desturi ya watu wengi. Baba kama ametoka, mama ametoka, mtoto mara nyingi sana anabaki kwa nani? Kwa babu ama nyanya, si ndio? Yani kwa shosho. Sasa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki kwa babu yake. Babu yake ambaye anaitwa nani? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, huyu ndio babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma min ba'dihi ammuhu Abi Talib. Kisha hakukaa muda, babu yake pia naye anaondoka maji, miaka 8. Babu yake pia ndio huyo anaondoka. Kwa hiyo akabaki kuishia kwa ammi yake, uncle, ammi yake ambaye ni Abu Talib, yule aliyekuwa alitoa mizigo yake kwenye Kaaba, akasema Kaaba iko na nani? Iko na Mungu wake, atailinda, ama mimi wacheni nitoe mizigo yangu. Hivyo akabaki amelelewa, akabaki kwenye mikono ya nani? Ya ammi yake. Lakini katika kipindi hicho sasa ako miaka 8 hapa, anainukia, si ndio? Anainukia, ni kijana. Basi kama ilivyokuwa Waarabu ni wafugaji pia. Waarabu ni wafugaji wa ngamia, mbuzi na mifugo mingineyo. Kama vile tuko na kabila hapa Kenya ni wafugaji sana, si ndio? Ikiwa miongoni mwao ni Masai, wa Somali, wa Kalenjin, wa Pokot, hawa wote ni wa Turkana, si ndio? Hawa wote ni watu wafugaji, wanafuga sana mifugo, ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo. Hivyo basi pia Waarabu ni wafugaji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akainukia katika kipindi kile ikiwa anasaidia watu kufuga na kuchunga mifugo, chunga ngamia, chunga mbuzi. Naam. Na hii wengi katika mitume wamepitia hiyo, akiwemo nani? Musa alayhi salatu wassalam alipitia katika hii kazi ya kuchunga mifugo. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kazi alizokuwa akizifanya vizuri ni kuchunga, lakini pia alikuwa ni mfanyabiashara mzuri sana. Alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo katika hizi kazi mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam alijijenga sana katika kuhakikisha anasaidia watu kuchunga mifugo yao, kisha biashara. Na hii biashara ndio ilipelekea yeye kuanzisha familia yake. Na nielewa vizuri, katika biashara ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimpelekea yeye kuanzisha familia yake kupitia biashara akiwa mdogo sana. Na tarikhi inatuambia kisha akafanya biashara na akaoa mfanya biashara. Alipofika umri wa miaka 12 hapa, aliwahi kusafiri na ammi yake kwenda biashara. Sawasawa, kenda kafanya biashara na sehemu za Sham.
Na sehemu za Sham kule kulikuwa na bwana mmoja ambaye ni msomi sana, msomi mzuri, akiitwa Bakhira. Msomi mzuri lakini wa Kikristo, sawa. Alijua sana tarehe za Wakristo, na ni hizo tarehe za nyuma alizijua vizuri, mpaka anatabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kwake, alama zake na kila kitu chake alikuwa anajua. Wanatuambia wenye tarehe, kuna baadhi ya alama zilikuwa zikidhihiri kwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja wapo ni akikanyaga chini kwenye matope au mchanga hawaachi alama. Unaelewa? Akikanyaga chini mahali kuna matope, si wewe ukikanyaga utaacha nini? Nyayo, si ndio? Alama. Lakini akikanyaga hawaachi alama. Akikanyaga jiwe ama simiti ataacha alama, ni vice versa. Mahali pagumu anawacha alama, mahali ambapo si pagumu hawachi alama. Hizi ni miongoni mwa. Pili, katika vitabu vingine vya tarikh wanatuambia, inasemekana alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hainami, yani mfano kama mlango ni mdogo ama kuna mti fulani umelala kwenye njia, na akaja akapita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa yeye ni mrefu labda, si ndio? Ule mti kwa miujiza ya Allah, ule mti ungesogea juu na yeye angepita chini bila kufanyaje? Bila yeye kuinama. Alama hizi zilikuwa zikionekana kwake tangu alipokuwa ni mdogo, na wenye khibra na wasomi ndio walikuwa wanajua huyu si mtu wa kawaida. Vitabu vingine vya tarikhi vinatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka 4 au 5, Jibril alimkujia, malaika alimkujia. Na ndipo pale umeshaisikia katika tarehe anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanyiwa upasuaji alipokuwa anacheza na watoto wenzake kama kawaida. Ghafla mtu ametokezea akamshika na akampasua. Sasa hii ni hali ya miujiza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyomfanyikia. Kwa hiyo kama Muislamu lazima uamini miujiza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia. Miongoni mwa miujiza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hii hali kufanyiwa upasuaji akiwa na miaka 5. Akafanyiwa upasuaji ili nini ifanyike? Alifanyiwa upasuaji ili akatolewa baadhi ya, wanasema nyongo ndani ya mwili wake, ikatolewa, akasafishwa vizuri na maji ya Zamzam, akawa safi kabisa, kisha akarudi akashonwa kama vile hakuwahi kupasuliwa. Jambo lile lilishangaza watu, watoto walikimbia, wengine walikimbia kwa wanaohusika na mtoto kama huyu, wakisema ameuliwa. Kuna mtu amekuja kutoka sehemu, yani from nowhere, akaja akamfanyaje? Akamuua. Lakini wakifika pale wanakuta mtoto yuko mzima, hana shida, mtoto anatembea. Haya yaliwahi kufanyika katika umri wake. Naam, alipokwenda kule sehemu za Sham akiwa na umri wa miaka 12, Bakhira anamuona alama zake, anaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako na baadhi ya ishara za kwamba huyu ni nani? Ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Na Mayahudi hawapendi, walikuwa wanajua atakuja kutokea nabii, lakini hawataki nabii
isipokuwa atoke kwenye Uyahudi. Unaona? Hivyo jambo lile ikawa linawakera. Kwa hiyo wangemjua akiwa mdogo, wangemfanyia hila ili wammalize. Sawa. Ndio pale Bakhira anafanya namna gani? Anamwambia ammi yake kumwambia amwambia huyo mtoto rudi naye haraka sana, usikae naye hapa. Ukikaa naye hapa, baadhi ya vitu nimeona kwake, basi inaweza kuwa shida. Nenda na huyo mtoto, rudi Makka. Akarudi naye haraka sana. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi, kwanza alienda kwa ajili ya biashara na ammi yake, sawa? Aliporudi bado hali ile ako nayo na ya kufanya biashara, na bado uaminifu ako nao, ameujenga katika mujtamaa au katika jamii ya Waarabu ambao kwamba ni wa Quraysh. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendeleza kufanya biashara, na ulipofika mwaka wake yeye, mwaka wa 25, alienda mara kwanza akiwa na miaka 12. Alipokaa akafika 25 years old, alienda tena kufanya biashara. Mara hii alikwenda kupitia, ametumwa na nani? Nabii Khadija radhiyallahu anha wa ardaha. Kwa hiyo akamtuma Bi Khadija binti Khuwailid, anamtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aenda akamfanyia biashara. Katika tarikhi tumeambiwa alikwenda akafanya biashara na ujuzi wa hali ya juu. Kwa hiyo alipofika kule sehemu za Sham akafanya biashara, alirudi na faida kubwa. Ile faida ambapo kwamba alipomletea Bi Khadija alikuwa excited, akafurahia, akaona sijawahi pata kijana mwaminifu mzuri anayejua biashara kama huyu. Kwa hiyo ikamshawishi sana Bi Khadija kumtaka nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo Bi Khadija akona miaka 40. Akona miaka 40. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akona miaka 25 pekee yake. Sasa Khadija ni mzoefu wa biashara, na aona kijana mdogo kama huyu pia ameingia biashara vizuri na anaifanya vizuri, huyu tunaweza saidiana na yeye na tukafanya biashara vizuri. Kwa hiyo ilipelekea yeye kutaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ni mume wake, na kweli utaratibu ulifanyika. Akatuma mshenga, wanasema Waswahili, akatuma mshenga, akaenda akaongea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, na ikafanyika utaratibu wa ndoa, na ikafanyika ndoa ile, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni rasmi mume wa Khadija alayhi massalatu wassalam. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na Khadija, akazaa naye watoto wengi sana. Ndani ya watoto 7, watoto 6 ni wa Khadija. Angalia umri wa miaka mingapi? 40. Lakini akamzalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watoto 6 out of 7, wote kasoro Ibrahim. Sawa, watoto wote wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaa na Khadija watoto wote hawa 6, ilikuwa ni tunu kabisa na zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Bi Khadija na utajiri wake wote akamzalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watoto 7 isipokuwa Ibrahim peke yake.
Na vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika umri sasa, ameishi na Khadija, alipofika umri wa miaka 40, amekuwa sasa mtu mzima machua, miaka 40 sasa. Na kabla ya hapo alikuwa akifanya ibada katika pango moja linaloitwa Hira, Gharu Hira. Hii ilipango Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda akifanya ibada zake pale. Ibada za vipi? Alikuwa akifanya ibada kwa mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hakuwahi kuabudia masanamu, hakuwahi kujihusisha na miungu wale ambao kwamba walikuwa wanaabudiwa na Waarabu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikulia akiwa safi kabisa na shirki, hakuwahi kujihusisha na mambo ya shirki. Lakini kinyume na hapo, yeye hakupenda sana michezo na watoto. Hakupenda sana michezo ya vijana, la, hakupenda hiyo. Lakini alijihusisha, pamoja na umri wake, alikuwa akijihusisha na kama kurusha mishale, mieleka, michezo ya watu wakubwa, na yeye akifanya mazoezi. Wale wanafanya mazoezi ya kivita, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijihusisha katika mazoezi ya kivita katika hali yake na umri wake, kinyume na watoto wengine. Wao walikuwa wakijihusisha na michezo mingine tofauti, kucheza, kuimba na nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuwemo, bali ingelimpelekea yeye labda kuingia katika ile michezo ya watoto, michezo ambayo kwamba inateka vijana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamlinda kwa hilo. Alipofika umri wa miaka 40, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sana amekuwa ni maarufu katika mji wa Makka, maarufu kabisa. Kila mmoja anamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini umaarufu wake ulijengwa vipi? Umaarufu wake ulijengwa kwa uaminifu. Alikuwa ni mwaminifu sana, mpaka akaitwa Sadiqul Amin. Huyu ni msema ukweli tena mwaminifu. Ukiweka kitu kwake utakuja kukipata vile kilivyowekwa. Kwa hiyo akasifika na sifa ya uaminifu sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akawa ni mazoea yake kuabudu kwenye Ghar Hira kwa muda mrefu sana. Kafanya ibada zake kule akiabudu kwa mila ya Ibrahim alayhi salatu wasalam. Hivyo basi katika umri huo Jibril alimtokezea. Kumtokezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtokezea ikiwa mtume ni mwaka wa 610 AD. Ilipofika 610 AD, hii miaka ambayo kwamba ni 2026, ndio sasa. Ilipokuwa ni 610 ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam analetewa utume. Jibril anakuja kwake na kumletea utume na kumwambia iqra, soma. Na ikawa ni wahi wa kwanza aletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiambiwa iqra. Katika Qur'ani tuko na sura inaitwa Suratul Alaq, sawa? Hii Suratul Alaq mwanzo wake inasema iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Aya 6 za kwanza ateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye pango la Hira, ikiwa ameletewa na Jibril huo mwaka. Ulipofika mwaka wa 613, yani wahi wa kwanza uliteremka mwaka wa 610, sawa? Ikakaa muda aletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanye risala sasa, afanye utume. Ndio akapewa utume rasmi, ndio anaambiwa
ya ayyuhal muddathir qum faandhir. Vitabu vya tarikh vinatuambia, tukimalizia, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulisoma katika vitabu vya zamani vya tarikh, naambiwa alipokuja Jibril alimwambia iqra, soma. Akamwambia nini? Akajibu akasema ma ana biqari, mimi sijui kusoma. Akaambiwa tena iqra, soma. Akasema ma ana biqari, faghatta, akabanwa. Akafanywa namna gani? Akabanwa kwa kusisitizwa zaidi, fanyaje? Soma. Ikawa bado msimamo wake kwamba ni nini? Ma ana biqari, mimi sijui kusoma bado. Na ndipo pale akaambiwa sasa hizi aya, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, sawa mpaka ila qawlihi allama al insana ma lam ya'lam. Hizi aya 6 hizi ateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo Mtume alitoka mbio, kenda mpaka kwa Khadija, akimwelezea habari, mimi leo nimetokezewa kadha wa kadha, kuna mtu amekuja na bado Jibril yuko na yeye. Wakati alipotoka Jibril yuko na yeye, alienda mpaka kwa mkewe ambaye ni Khadija, huku Jibril yuko pamoja na yeye, anamwelezea Khadija kuhusu chenye kimetokea kwenye pango kule. Khadija wakati huo nywele zake ziko wazi, wanaposema katika vitabu vya tarikh. Akajaribu kumhoji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeona nini? Nimeona mtu kadha ako hivi na hivi. Akaniambia kadha wa kadha. Jibril haonekani wakati Khadija amefanyaje? Nywele zake ziko wazi, lakini akifinika anafanyaje? Anatokezea. Sasa ikawa Khadija akataka kujua huyu ni nani. Khadija hamuoni Jibril, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanyaje? Anamuona Jibril. Ikawa sasa anafanya ule mchezo kwamba anafinika, unamuona, namuona huyu hapa. Akifunua unamuona, hayuko. Vitu kama hizo, unaona. Na ndipo pale akamwambia, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na pale akawa wa kwanza kumwamini. Akamwambia, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi nakuamini kwamba wewe ni nani? Ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati ako katika hali ile, baadaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimpatia risala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia sasa, ya ayyuhal muddathir, ewe uliyejifinika, qum faandhir, simama na uanze kufanya indhar, kuonya watu, kuwaita watu kwa Mungu mmoja, kuwatangazia watu waache kuabudu masanamu, kuwatangazia watu wafuate Mungu mmoja aliyeumba mbingu na ardhi. Hivi ndivyo alianza risala yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya hapo, akiwa na miaka 40, aliamrishwa hiyo afanye da'wa sirran, kwa siri. Akafanya da'wa kwa muda wa miaka 3. Anafuata tu mtu nyumbani kwake, bana, unajua mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Unaona, anamfuata mtu, fanya da'wa kwa siri. Na nitawaelezea insha Allahu taala katika vikao vinavyokuja da'wa hii ilifanyika kwa siri namna gani, Mtume sallallahu alaihi wasallam challenge gani alizozipitia, changamoto gani alizozipitia kwa muda wa miaka mingapi? Kwa muda wa miaka 3, kabla aingie awamu ya pili ya miaka 10 ya mitihani na challenge mbalimbali. Insha Allah tutakomea hapa. Darasa yetu itakuwa inachukua dakika 30 peke yake. Wajazakumullahu khairan. Tukutane katika darasa inayokuja kesho. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kabla mwelekezi wangu hajazima, ni habari hizi au kisa kama hizi na durusu mbalimbali zikiwemo durusu za kutoka Jamia
railways, durusu mbalimbali zinazofanyika mjini Kisumu utazipata kupitia channel yetu ambayo kwamba ni Al-Mawarid Online TV, The Beauty of Islam. Ukisubscribe kwenye YouTube utapata hizi durusu, ziko nyingi sana, utazipata inshallah. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.